naibu wetu wa rais ambaye atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Karibu sana. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nichukue nafasi hii niwashukuru ninyi nyote kwa kufika hapa katika chapel hii katika residence ya naibu wa rais wa taifa letu la Kenya. Karibuni sana. Nataka nimshukuru ndugu yetu Kisotu kwa kutunenea neno la Mungu, na sote tumefurahi ya kwamba tumepata nafasi hii ya kipekee tuweze kushiriki ibada leo katika chapel hii. Nataka pia niwashukuru ninyi nyote, na pia niwashukuru wale wote ambao wametembea pamoja na sisi. Nafikiri mumeona mama wangu ni mtu wa kuniombea. Sister yangu ambaye mimi namfuata, huyo hapo anaitwa Elizabeth, ni pastor. Na mke wangu pia ni prayer warrior. So mimi sina mahali ya kujificha na neno la Mungu. Pande zote. So wale wanakasirika na mimi saa zingine na mambo ya Mungu watanisamehe tu, kwa sababu ndio hali yangu ndio hiyo. I really have nowhere to hide kwa mambo ya Mungu. I'm surrounded by very prayerful people, and that's why I think many a times some people are concerned about my relationship with God. Some even accuse me sometimes of being too much Christian. So that is how things are. Nataka pia niwashukuru ninyi nyote, na nichukue nafasi hii niwashukuru wa Kenya wote. Hii ni Jumapili yetu ya kwanza tangu tuende katika uchaguzi mkuu wa taifa letu la Kenya. Nataka niwashukuru wa Kenya wote, mamilioni, nafikiri milioni 14 ikiongezeka, waliojitokeza ili kupiga kura, tuwe na nafasi ya kuchagua viongozi wetu wa miaka 5 inayokuja. Nataka niwapongeze wote mliojitokeza mapema na wote waliopiga kura. Nataka pia niwapongeze viongozi wote waliochaguliwa katika taifa letu la Kenya. Katika Methali 16 mstari wa 33 kwamba kura hupigwa ili kujua nini itatokezea, lakini uamuzi inatoka kwa Mungu. So much as we all went to vote, the decision, the final decision is God's. So I want to thank all Kenyans who came forward to vote on the 9th of August so that we can choose the leaders of our nation for the next 5 years. And I also want to celebrate all the leaders elected in all the parties. Because as I said, we vote, but God chooses. And every leader who has been chosen in that election, there is a purpose for which God has allowed all the leaders who have chosen, who have been voted for, and God has chosen. God has a purpose for our country. I want to request and ask all of us as the people of Kenya to be patient with the processes that are going on.
at the moment, and to pray for the rest of IEBC so that they can complete this exercise in the manner in which we have voted. We've had a peaceful election moment. We've voted peacefully. We have gone through this process peacefully. And it's my prayer that we end this process peacefully. Because Biblia inasema mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo. So tunaomba Mungu iwe hivyo. So nataka niwaulize wote ndugu zetu wa Kenya kutoka sehemu zote za taifa letu la Kenya, wawe na utulivu na uvumilivu ili tuweze kuwapatia wale ambao wanatusaidia kukamilisha mambo ya kutafuta viongozi wa taifa letu la Kenya nafasi ya kutimiza wajibu wao. Na vile tumefanya uchaguzi huu kwa amani na kwa kuelewana na kila mtu kujitolea, ningeomba ya kwamba hata wakati tunakamilisha, tukamilishe katika hali hiyo ya amani na kuelewana, na tuendelee mbele kama taifa sote tukisherehekea uraia wetu kama watu wa taifa letu la Kenya. And to all of us, as I have said, we celebrate all our leaders that have been elected so far, and we want to wait patiently, peacefully for the next few moments as we wait for the conclusion of the election process. I want to ask every Kenyan, wherever we are, to know that yes, we have voted, but it is God who chooses. And we will have the leaders that will take our country to the next level. So asanteni sana to all of you who have come this morning and afternoon for this service. We wish you well, everybody, each and every one of us. And I want to thank members of my family and my friends who made it to this service. And we look forward to better moments ahead. So asanteni sana. I think I will conclude by requesting Pastor Dorcas to come and say the final prayer. As somebody has predicted, maybe she will take over as the pastor here. Asante sana.